Na unajua tumeengage vijana wengi sana hapa ndani. Sasa hii niko na watu karibu 12. Okay. Wanasaidia kazi. Okay. Oh. Kwa kumaintain nyanya tu peke yake. Kuna wale wanaenda soko. Kuna sasa uzuri wamejifunza na kila mtu sasa tumesema aende kwake achenge kitu. Apime tu 30. Kama inagonja. 30 by nitakwambia hii shida yake. Kila mmoja wana 30 by 8. Hii size ya sukuma tu. Kwa shamba yake. Mimi natoa mbegu, natoa dawa. Pesa zote ni zake. Kuanzia hapo sasa ametosha kujianzisha. Unaona sasa? Katika hiyo hali in about 5 years from now we are going to change the face of this community. Wow. Uone sasa. So that in the coming generation ile hali ilikuwa inajulikana kuria ng'ombe leo nini. Wakija hapa we have projects. Kila mmoja ako busy. Ile pesa ndogo ndogo inasumbua mtu mpaka hivi hata kuku. Akipanda nyanya miche 100. Kama mche moja iko na tuseme matunda 50 times 100. That's a lot of money. Ni pesa nyingi. Na hiyo shamba tumesema 80 by 30 meters. Iko na uwezo wa kumpa pesa ya chini kabisa. Ya chini kabisa ile pesa ya matarau 1100. 100,000. Yes, pesa ya matarau. Hii ndio hiyo maji. Sasa hii ni maji. Kuja. Na ukiangalia kuna tusimo kuna tundu imewekwa 1 feet. Inamaanisha kila mche ukifungua maji kwa generator ikikimbia kwa pipe lazima iangushie hapa. Hii ni ya hii na hii. Kwa hivyo kila nyanya sio lazima upite ukimwaga wewe fungulia generator. Unasikia hapa ndani mara moja 30 minutes imelowa maji. Umemaliza na nyanya umeenda shamba lingine. Na dawa sasa usuri vile tumeweka hizi net. Wadudu sio wengi. Ukiangalia hali ya climate hapa ni kama huko nje. Na swala lingine nataka niseme ni kwamba kwa nini tuliamua kuweka shade net tukawacha greenhouse? Maana ukienda kama zile sehemu zingine za Nakuru unapata ile ya Baltic. Ni Baltic kabisa hiyo ni nini? Na iko na joto. Kuna disadvantage ya sile. Ufikiria umepiga dawa hapo ndani, hakuna mahali inatokea. Hiyo hewa na hiyo madawa na wewe mwenyewe uko ndani. So inamalizia baada ya miaka chache umecreate ugonjwa. Maana ile dawa ina sehemu inapumulia. Tukasema tutaki greenhouse, tunataka shade net. Maana yake hii matunda. Hii ni net tu. Hewa inakimbia kama huko nje. Hii ni net msikilizaji wangu hapa. Hii ni net. Tazamaji. Alafu ikiwa itanyesha mawe bahati mbaya hauna wasiwasi. Maana itaisuiriwa hapa juu. Mawe inapigwa ikiruka ikifanya mambo ya service hapo juu. Waje jua iwe kali. Kuna kitu tunaita sunburn kwa nyanya. Unapata nyanya kama hii. Sababu imelalia hapa, hii sehemu imekuwa white. Sababu ya jua kali. Hii inachuja mwangaza. Haiwezi kuja zaidi ya hii. Haita affect nyanya. Inakuja. Nyanya yako inakuja natural. So advantage ni kwamba hakuna magonjwa. Mvua mbaya hakuna. Na pia climate hapa ndani ni kama ya huko nje. Hakuna toxic ile mambo ya kusema magonjwa. Wacha mvua ije mbaya. Hakuna shida. Na hii nyanya sio ile maneno ya chie. Hapana. Hii ni tuseme pia hii natural kabisa. Hii kufunga inazuia macho mbaya. Mtu kama anaangalia na tena ni vizuri kufunga, maana hii kufunga pia inazuia hata wizi. Macho mbaya hiyo nani mwenzangu amesema. Lakini sana sana kile tuna target ni hali ya climate. Jua ikiwa kali haitaleta sunburn. Na tumesema mvua ikiwa nyingi, kuna saa nyingine inanyeshanga paka unasikia kama ni mawe na nguvu. Hii net inasema hata ukija aje. Afadhali unimalize lakini usimalize nyanya. Ndio muda mwingi unaona inararua hata net. Lakini nyanya iko safe. Swali lingine. Hizi nyanya zinapeana muda, maana zile zingine naona kama zimeseeka kidogo. Hizi ndio zinamea. Hizi sasa zina muda mgani? Kile tuliamua kufanya, hii saa hii inaelekea mwezi moja na nusu. Which means about 1 month from now inafuna. Tuliamua kuweka in stages. Kwa nini? Hakuna wakati mmoja tunataka kukosa nyanya. Tumesoea pesa, unajua pesa ni tamu. Sasa ukizoea kushika hiyo manoti yako kila mwezi. Tena ukae mpaka lini ushike nyingine. Sasa tukaamua tukasema kama hii block
Ni ya mwezi. Tayari block nyingine iko ya mwezi nyingine. So mwaka mzima 6 months. Hii area inaenda 6 months na nyingine inaenda 6 months. Sasa sisi kila wakati hakuna siku. Kama tunafuna nyanya, kuna nyingine tunafungia, kuna ile tunaweka nursery, kuna nyingine tunaendelea kupalilia. Kwa hivyo hatukosi nyanya. Unakumbuka wakati ulikuja nyanya ilikuwepo? Ilikuwa mingi sana hapa. Na leo si nyanya iko bado huko. Sasa bado nyanya iko. Hesabu inahitajika kidogo. Lazima utumie hesabu. Wewe zoea pesa, usijue vile unajua ile tunasoma Genesis. Mungu anasema then you come with a vision, then you pursue. We make sure hiyo kitu imebaki kwa market. Sasa huwezi kuzielesha nyanya leo. Kesho watu wanakuja wanasema oh iliisha. Wewe hauna ile hii season ni ya kiangazi, nikipanda nyanya itaungua. Hapana. Sasa hii ina muda gani ikuve? Hii sasa inaisha nafikiri tumepaki na kitu kama wiki moja na nusu. Tayari tumepanga sukuma inakuja hapa. Baada ya ile sukuma tuliona pale mwezi wa 4 na wa 5 hii ni sukuma utapata hapa nyingi zaidi ya ile sababu hii block ni kubwa. Kwa hivyo hii vile inaendelea kuisha, programu yake inakuja ya sukuma. Lazima tufanye. Sasa ya wakati huo mwingine unaandaa shamba lingine. Baada ya sukuma unaona hii sukuma tukiweka hapa ile block itaweka nyanya. Okay. Tunabadilishana. Kitambo hii sukuma hapa ishe, turudi pale hapa ni nyanya. Na vile nimesema katika mwaka mzima hakuna saa sisi hatuna nyanya. Hata leo watu walikuja kutafuta nyanya ikakosa. Sasa hiyo ndio kutojua kitu unafanya. Ukianza kazi lazima Yesu alisema ukitaka kujenga nyumba ukae chini. Upige hesabu. Sasa hii ndio hesabu tulipiga. Wow. Challenges gani umekutana nayo tangu uanze? Nataka kusema hii kitu pia kinahitaji moyo. Kujitolea. Tena kilimo ni mwito. Wengi wanasema nyanya haikui. Mimi wacha nikueleze nilijaribu ikaungua yote. Nyanya nko bajira. Ngente tangani. Obe tu manye buridi go simeka saa hiyo. Because buridi kwa unaona na kurte kwa ekera kwa manyire. Igone rasmo bimeriro ba. Kumanya buridi kira igwana niriro ge. Gotario kwa kwa import walinde yonse kwa. Aya kwa ralitiria ntwa watanga asimeka nyanya mune chingo kwana. Aya kwa ndio usimeka. Maambichi yanga watanga mundu lia tungaini. Shida ni kwamba mboe sabu nere gawe takea. Wewe kwa lime tule yembege tera ondi. Ignesia experimenting and Nyanya yingo nyebeka kando nkeiko na rabune gukora. Itabeti na wachana. Kwa hiyo naendelea na experiment na naendelea na kilimo. Challenge iko hapa kwa nyanya, especially kilimo ya nyanya. Kuna mdudu anaitwa tuta absoluta. Tuta ni mdudu ambaye hautajua vile anaingia kwa nyanya. Ndio hii. Unaona hii? Sasa ukifungua hapa ndani utapata mdudu. Kama yuko amesharuka. Inaingia kwa nyanya, inaweka yai, hautajua. Unakuja stuka nyanya imeanza kuwa doa, inaanza kuwa nyeusi kama hii sasa. Kwa hivyo kama huko makini kila asubuhi kupita kwa mmea, unajua nyanya miti inaongea. Job anasema talk to the trees. Ukiona hii dalili umejua tayari imekutangazia kuna adui. Sasa na hii iko na dawa yake. Usipojua dawa utapiga madawa, unasema hii nyanya kumbe walitudanganya. Hii dawa yake specifically inaimaliza inaitwa zamani tulikuwa tunaimaliza na Pegasus. Lakini Pegasus siku hizi hii dudu imezoea. Nimejua. Tumerudi kwa dawa inaitwa Radiant. Radiant ukipiga siku ina yote imeenda. Hiyo ndio challenge kubwa. Lakini ukishajua breed na madawa kwisha. Basi wewe umekuwa mkulima. Una shida nyingine? Breed na ile dawa inahitajika na mdudu mwenyewe, lazima ujue ni mdudu. Lazima ujue magonjwa. Unasabita uone nyanya iko safi, lakini kama hujakaribia kuna nyingine unapindua hapa chini. Unaona sasa? Hii nyeupe. Inajificha chini. Wewe ukiangalia juu tawi liko sawa. Sasa usipoangalia chini unakuja stuka baada ya wiki moja tawi linaanza kunyauka. Shida ni nini? Adui iko chini hapa. Kuna visira tunaita white flies. Na kuna visira tunaita thrips. Thrips ni wale weusi wadogo sana. Kuna wale wanakulanga mizizi. Wacha kwanza. Hawa thrips kile wanafanya wanajificha chini hapa. Hapa juu naona nyanya iko sawa, lakini wanaendelea kunyonya maji ya nyanya.
kidogo tawi linaanza kuchikunja namna hii, inakauka. Na lazima dawa ya kama ni trips tunaimaliza na dawa inaitwa kuna Ranger, special Ranger inamaliza. Na nyanya pia sio kila dawa ni ya kumaliza ukungu. Ukungu maana yake ni blight. Ukiona nyanya haijaonyesha dalili ya kukonjeka, usiende madawa makubwa, utamaliza pesa bure. Enda kwa hizi inaitwa curative. Kitu kama nani. Sasa kama sasa tunatumia Oshoten, Dithen. Lakini ukiona dalili kama mfua ni nyingi, usingoje ikonjeke. Enda kwa dawa inaitwa Milras. Milras inaponya na kuzuia ugonjwa. Hata ikinyesha aje, mtu anakuambia mvua ilinyesha nyanya yangu ikaisha. Ukifuata hiyo utaratibu, mvua ni nyingi lakini unafuna kama kawaida. So kila kinaharibu watu. Ile kitu ungeweza kuambia mtu wa mtazamaji ambaye anatazama saa hii. Kiwango kile vizuri mtu ukianza ile kitu inaita kuumiza sana, maana wewe ni mdogo, labda unaanza una pesa vizuri, lakini kiwango kiliora cha kile kia igayenya hautachi gharamisha sana. Inaweza kuwa 50 per 100 ama 50 per 100 ni kubwa sana. 50 per 100 ni kubwa. Na wewe hawana hata hiyo. Kile utafanya. Nionyeshe ile ya sukuma. Ile ni nyumba ya inaitwa basic 8 meters. Unajua 8 meters hiyo ni futi ngapi? Futi 24. 24 feet by 30 meters. Wow. Hiyo inachukua miche 1200. Lakini bado naimisaka mkulima hivi. Kama mwenye anataka kuanza, anza na nusu ya hiyo. Miti 600. Miti 600. Maana tutaki uanze na gia kubwa, uende kukufa kubwa. Uone kwanza utamu. Sasa unaenda, kile unaanza chini bado unajifunza. Leo umefunza hii paka, yani umelea hii paka imekuwa, sasa kesho enda panua ifike 30 by 8. Ukifaulu hiyo, sasa ongeza ingine. Nilianza na ile moja. Nikateremuka hapa pole pole. Siku hizi sasa ni sasa hapa yote zimejaa nyumba. Kabisa. Asante. Nafikiri hiyo, nashukuru. Thank you. Basi rafiki mtazamaji wangu wa Otis TV, mambo ni kama hayo. Nasikia kwamba hii area ambayo tuko ni area ya wakulia. Na wakulia mara mingi wametegemea mifugo. Lakini na wako na mashamba. Lakini hii ni mafikira mazuri kwamba si mifugo peke yake. Kuna watu ambayo Mungu amewapea neema na hekima. Wameanza kuintroduce maneno ya ukulima because these people wako na mashamba. Lakini unaona kwa kitu tu kadogo, people are making money. Even you can make money. Onye kore ntereba tali ntereba yokora kwere. Na bako kore gento kende kiao okonyeke. Egento ga kiama ko kao ka na bako chokoro okonyeke. Igo even if you are a profession in you are a teacher, maybe your profession is a teacher or your profession is maybe a doctor, maybe blah blah blah, si mbaya, but there is something else you can do kuendelea katika maisha. You know na kashamba kadogo like 200 by maybe nusu eka, people are making money kwa maneno ya ukulima. Ile kitu yenye unataka tu ni knowledge kadogo, na si knowledge ka shule, ni kuulizia, unasaidiwa mawazo, unafanya kitu. Asi ukulima peke yake. There is many things people can do. Even you can do. Vitu tu kidogo kidogo, vitu kidogo. You are a doctor, you can also try a business. You are a business, maybe business ya mahindi ama vitu vingine, unaweza pia kujaribu ukulima. Unaweza pia kujaribu kitu fulani. So that katika maisha utapata unasonga kuliko uanze kukuva na stress ya vitu fulani. Umefutwa kazi juzi, unaona kwamba umefika mwisho. No. Mahali penye mlikuwa mnaupati na watu fulani, maybe umefika mahali penye umefika mwisho. Unasema kwamba nje na ile. No, you can do something na uendelee katika maisha. Wapendwa, hapa tuko bado Tanzania. Unapoangalia ngambo ile, sijui kama kamera wangu wanaweza zoom hiyo kamera. Ngambo hiyo pale ni Tanzania. Hapa tuko boda. Hapo ngambo ni Tanzania. Na hapa tuko Kenya. Otis TV tumetembea, haya utaona. Na Mungu akubariki sana katika jina la Yesu. Kando na injili, kuna mambo mengine pia tunafaa kusoma, kuna mambo mengine ambayo tunafaa kufuatilia, kuna mambo mengine ambayo tunafaa kuona
ili pia tuendelee katika maisha, maana mbinguni hatujafika, lakini hapa pia tumepewa uwezo na nguvu vile ambavyo tutaishi salama hapa. Tunapoenda mambo itakuwa safi. Barikiwa sana, endelea kutazama Otis TV, subscribe, share, comment and may God bless you. Amen.